Zakayo. Inawezekana Bwana ninaongea hapa, lakini kawa mwenye kuhitaji ukombozi yuko mahali hata njiani. Inakuomba neno lako ni uwezo na upako ukatao kuwili. Jehova, likanihudumie mwenyewe kwanza, na likanifanye kuwa bora, na likanifanye kukubalika mbele zako, kisha likaweze kumtengeneza huyu ndugu yangu na huyu dada yangu. Bwana Yesu, kaponye, kakomboe, katende makubwa na ya ajabu. Jioni ya leo ni siku yako nyingine umeifanya ni kwa ajili yetu, na kuomba Yesu ukatutende mema na ukatusaidie. Bariki mioyo yetu tunapoifungua, ni kwa ajili ya kupokea neno lako na kwa ajili ya kuweza Bwana kusikia makusudi yako. Himidiwa Yesu tukuka, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Nataka turudi mahali wakarudi kulichukua sanduku la agano. Tuanzie hapo tukienda chini, ili tuweze kujifundisha mambo machache. Tumesahau ni wapi? Tunakumbuka ni wapi tulisoma? Mwenye kusoma amekimbia, ametoka. Haya, mwenye kutusomea mwingine atusomee kuanzia pale wakarudi kulichukua sanduku la agano ili iweze kuwatetea. Jana nilikuwa naongea kwamba wakati mtu anapokuwa amepata neema na kibali, mwanamke ama mwanamume ama mfanyakazi, wakati zinatokea, wakati yako na Mungu na kibali cha Mungu pamoja na yeye, ikafika mahali akajibeba kuwa ni yeye na asitambue uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akakosa kuelewa wa kubarikiwa kwake ni juu ya Mungu aliye naye, na kwa sababu hiyo, kwa upendo ulio ndani yake na Yesu, unamtengeneza kumfanya kuwa bora, unamtengeneza kumfanya kuwa mtu wa maana mbele ya wateja na mbele ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So ikiwa hivyo, mtu anapojitoa, basi ni sawasawa na kwamba uwepo na neema ya Mungu inakuondoka. Ama unapojitoa katika utukufu wa Mungu, ni umejitoa mahali pa baraka yako, umejitoa mahali pa uzima wako. Ukiona kitabu ya Kutoka 23, kuna mahali inasema hivi ya kwamba mstari wa 25, naona pale maandiko yanasema, na Bwana atabariki chakula chako, nanyi mtatumikia Bwana Mungu wenu, naye Bwana atabariki chakula chako na maji yako, na kukuondolea ugonjwa kati yako. Then atakupa, kabla ya kukupa inasema hivi ya kwamba wala hatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa kati yenu. Lakini ukisoma 20 hapo inasema, kwa sababu Bwana Mungu wako anamtuma malaika mbele yako ili akutangulie, akuongoze, akufikishe mahali ulipotengenezewa. Kuamanisha kuna mahali ninaenda sipajui, japo najua ninaenda mahali kwa baraka, lakini sijui ni wapi. So kuna mtu ameagizwa kwa ajili yangu anitangulie kwanza, aniongoze, anilinde njiani, ili kunifikisha. Huyu mtu anaelewa ninakoenda, ila mimi najua kwamba na mahali naenda, lakini sijui ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So maandiko nasema, basi huyo mtu
msiingie kasirani, maana hata wasamehe dhambi zenu, kwa sababu jina langu limo ndani yake. Ndio maana haya ni maagano na neno la Wanaisraeli, ya kwamba wasiabudu kitu kingine wala kusujudia miungu mingine, maana Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Amen. Amen. Then Joshua inasema, basi kitabu ama Torati hii isiondoke kinywani mwako, uitafakari mchana na usiku, usiache kuenda kulia wala kushoto, uangalie kufanya sawasawa na yote yaliyoandikwa humo ndani na kuyatenda, ndivyo utakavyoifanikisha njia yako. Amen. Amen. So ili nifanikiwe na nienende sawasawa na sheria ya Bwana, si maombi mengi, si kufunga kwingi, si kelele nyingi. Mambo mazuri marahisi ni kufuata sheria na agano la Mungu, ndivyo nitafanikiwa katika njia yako. Kwenye sheria ya Mungu kuna agano. Kwanza kuna sheria ya kwamba ikufanye ukae vizuri, maana nakwambia usiibe. Anajua ukiiba utauawa mapema. So usife mwanangu mapema, ndio manake usiibe. Amen. Amen. Mwanangu, usitamani mali, mke wa jirani yako. Sema amen. Na huyo mke asitamani mume wa sivyo tu. Ni kwa sababu anasema kwa njia hiyo, ili ukae salama ndani ya hiyo unayotamani, inaweza kukuletea mauti. Kama si kesho ugonjwa. Amen. So ili ufanikishe njia yako, kwa haya maneno, deni nasema hivyo kwa sababu gani? Mwanangu, katika hayo mambo ukianza kutamani mke wa jirani na mume wa jirani, kuna mambo magonjwa ya moyo, kwenda mbio, wasiwasi, kukasirishwa, pressure. Wanasifiwe. Amen. Sisi wanaume kuonga ndio kutaleta. Wanasifiwe. Maana kabla akubali lazima nimshawishi. Sasa lazima tafute mbinu ya kumshawishi. Wanasifiwe. Kama ni bajaji mwambie bwana, amefika hapa alifikisha nawe. Nishawishi. Baada nawe hata umefika hata sasa kabla hajafika hata kama imani. Bwana asifiwe. Ameana. Mwisho wa siku huyu alikuwa ni customer, hata kwa customer tena atamtumia kama bajaji yake. Na namba kulingana na bajaji yake karibu. Hello. Niko huyu bajaji ya ukimuza mwenyewe, lakini alijitia mwenyewe. Wanaweza ziviu. Ukishika ukiepuka hayo, ile pesa na wakati utaushebu na utakuwa faida kwako. So hapo ndio njia moja kupunguza nini? Maskini. Wewe si kweli? Kabla hujamnunulia nguo yule na umejinyima hapeni, naongea mambo ya Mungu, ni kwamba anatuambia hivyo tufanikiwe, kwa sababu tukiwa hatuna hivyo, basi hizo pesa haina maana kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So na uweza kukaranga vizuri na nani? Na my baby. Na uweza kumwambia twende out.
maana zipo hazina mambo mengi. Wanalipe. Amen. Chenda north ina mumena, chenda south na mwingine, chenda. Haleluya. Amen. Osi manalo kwa mshahara. Bwana asifiwe. Amen. Nitaendelea. Nilikuwa na mpango wa kununua gari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, si mwanaume ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndivyo utakavyofanikisha njia yako. Hiyo sheria ina mambo mengi. Ukitaka kuwa na amani, inarudi nasema, mwanangu, usiwe mtu wa hasira, usiwe mtu wa kushika mambo, usimsengenya. Ukimsengenya ndo hasikii, akimshika kwa aibu. Wewe si kweli? Akimshikia wanaenda mbio. Amen. So hiyo ni sheria ya Mungu, inasema usitie kisirani atakuacha. Maandiko yanatuambia, nikauliza, Mungu alisema hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba, atabariki. Je, nikijiangalia nimebarikiwa mimi? Kweli nimebarikiwa, lakini sikufuata sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho wakati mwingine yanaweza kuwa ukaanza kusema lakini unaweza kusema maana ni utulivu, lakini wakati mwingine ya kiona unasema basi hayo si yako, lakini ukiona umenyamaza ni yako, na ubarikiwe sana, maana najua nakutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisomewe hiyo kuanzia 6 pale. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizo kubwa katika kambi ya Waibrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Wafilisti wakaogopa, maana walisema, Mungu ameingia kambini. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema, ole wetu, kwani halijawa jambo kama hili tangu hapo. Ole wetu, ni nani atakaye tuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Uweni hodari na kufanya kiume, enyi Wafilisti, usije mkawa watumwa wa Waibrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapigwa, wakakimbia kila mtu hemani kwake, wakawawa watu wengi sana. Maana katika Israeli walianguka watu 30,000 wenye kwenda vitani kwa miguu. Hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na Hofina na Finehasi, wale wana wawili wa Eli, wakauawa. Basi mtu mmoja wa Benyamini akapiga mbio kutoka mle jeshini, akafika Shilo siku ile ile, hali nguo zake zimerauliwa.
na mavumbi kichwani mwake. Alipofika, tazama, Eli alikuwa ameketi kitini pake kando ya njia akingojea, maana moyo wake ulitetemeka kwa ajili ya sanduku la Mungu. Na yule mtu alipoingia mjini, akatoa habari, mji wote ukalia. Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio, akasema, maana yake ni nini kelele za kishindo hiki? Yule mtu akafanya haraka, akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata miaka 98, na macho yake yamepofuka hata asiweze kuona. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka jeshini, nami leo hivi nimekimbia toka jeshini. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yeye aliyeleta habari akajibu akasema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti, tena watu wengi sana wameuawa, hata na wana wako wawili Hofni na Finehasi wamekufa pia, na sanduku la Mungu limetwaliwa. Naendelea kwa kidogo tena. Ikawa alipotaja sanduku la Mungu, Eli akaanguka kitini pake. Kwa nini? Eli alisikia wanao wawili wameondolewa, wamekufa, lakini haikumshtua. Na hata kama alishtuka, lakini haikumwangusha kwenye kiti chake. Lakini aliposikia sanduku la Bwana limetwaliwa, Eli alianguka kitini pake kwa nyuma, kando ya mlango, shingo yake ikavunjika, akafa. Maana alikuwa mzee tena mzito, naye alikuwa amewamwa Israeli miaka 40. Tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu, na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajinamisha akazaa, maana utungu wake ulifika. 20 nikimalizia. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanaume. Walakini hakumjibu wala kumtizama. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sanduku la agano lilipoondoka, mke wa Finehasi alijua ni utukufu wa Mungu umeondoka Israeli. So atajua sasa ni shida imefika. Mtetezi ameondoka, aliyetupigania ameondoka, baraka zetu zimeenda, ndoa yetu imeenda, ufanisi wetu umeenda. Aliposamana akamwita Ikabodi, yani utukufu wa Bwana umeondoka. Bwana asifiwe. Watu waliokuwa na kufahamu maana ya sanduku la Bwana, waliposikia sanduku la Bwana limeenda, wakasema, hakika utukufu wa Mungu kati ya Israeli umeenda.
uliondoka kitambo. Unaombewa, unahudumiwa, hakuna majibu. Sauli akalilia Mungu, akamuuliza Mungu, hakumujibu kwa maono wala kwa sauti, maana Mungu alikuwa amejitoa kwa Sauli. Ikabidi aende wapi? Mwanamke mchawi na mganga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakujiuliza, wakati nilikuwa karibu na Mungu, niliongea na Mungu akanijibu. Kama si kwa sauti ni kwa maono, sasa mbona hanijibu? Ni utukufu ulimuondoka. Wakati utukufu unapoondoka, utukufu wa Mungu ni sawasawa na Mungu amekuondoka. So kitafuta Mungu hakuna vile utamwona, unless ujipatanishe tena, ndio utukufu wa Mungu kwa kurudia naye tena, ndivyo utakurudia tena, na hapo utaanza kuomba, utaongea na yeye vizuri. Na muona Ibrahimu alipofanya sacrifice na kualika watu ambao hakuwajua, baadaye anapata habari tunaenda Sodoma na Gomora kuharibu mji wa Sodoma na Gomora. Ibrahimu kwa ujasiri, na kwa sababu ni rafiki, anajua rafiki yake, mtu anayeongea na rafiki yake hana mipaka, akaongea na wao kama anaongea na mtu mwingine. Akauliza, je, mkikuta Sodoma na Gomora, mkikuta watu 50 walio wema, mtaangamiza Sodoma? Akaambiwa hapana, hatutaiangamiza kwa ajili yao. Akarudi akasema hapana, mkikuta pengine wamepungua watu 5, mtaiangamiza? Kama hapana, hatutaiangamiza kwa ajili ya watu 45. Akasema pole, mimi jana anaongea na wao kama rafiki, maana kuna connection, maana kuna uwepo, utukufu uko mahali pale. Unapokuwa na utukufu wa Bwana, utaongea na Mungu, atakusikiliza. Atakusikiliza. Na anavyouliza maswali Ibrahimu, ndivyo anavyojibiwa. Na tamani uunganike na Mungu. Ukishikamana na Mungu kuanzia leo, maswali yako umeuliza moja kwa moja yana majibu. Amen. 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 Unaposhikana na Mungu vizuri na kufuata, hautakuwa tena mtu, hautakuwa tena rafiki, utakuwa mwana wa Mungu. Deni, kwa sababu ni mwana, utakuwa na access ya vitu vya mbinguni, utakuwa na uwezo. Mwana huongea na Baba. Bwana asifiwe. Amen. Mwana huzungumza na baba yake, mwana huongea na baba yake. Naomba tugeuke kutoka kwa watu wa Mungu hadi tuwe wana wa Mungu. Amen. Watu hawana urithi. Amen. Watu waliokwenda kwa baba leo mzee hawana urithi, lakini wana urithi. Amen. Amen. So tumeona kwamba mama mkwe anajaribu kuwaeleza wapendwa, ninyi hamjui ati sanduku la agano limeenda, ni utukufu mzima wa Mungu umeondolewa. Nataka nikuonyeshe kitu mahali hapo. Jana nikasema Mungu alisema ni heri sanduku langu, agano langu liende na watu wasionijua kuliko kubaki katikati ya watu walionikataa. Ama uelewi? Mungu alisema kabisa, na muona, ni heri sanduku langu, agano langu liende na watu wasionijua kuliko
nikae katikati ya watu wasionipenda. Wangelijua na kulichukua jeli na Wafilisti, wasingeenda kulichukua. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ungejua na kutoa biashara na pesa hiyo ina fungu la 10 la Mungu kutoa, na kwa sababu itafilisika usije kuwe biashara. Ungekimbiza kwa fungu la 10 kuwe biashara. Amen. Amen. Ungejua hiyo nyumba haitaendelea kwa sababu hautaenda sawasawa mpango wa Mungu. Ungeata kwa kujenga ukaenda kanisani kwa madhabahuni, halafu upatane na Mungu wako, utoke na baraka ya Mungu wako atakaye kusaidia kumaliza hiyo kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akasema, heri sanduku langu liende, mimi mwenyewe nitajipigania na agano langu, lakini wana wa Israeli walionikataa wabaki bure. Wanapenda kusema hivi, mimi bila Mungu si chochote, lakini Mungu bila mimi anaendelea na mambo yake. Amen. Sasa kiburi yako ni nini? Hayo majigambo yako ni nini? Kama unajua kwamba wewe bila Mungu si chochote, lakini Mungu bila wewe mambo yake yanaendelea. Ndio maana hapo leo kazi ya Mungu haijasimama. Wewe ni kweli? Kwa sababu akawaambia watu, msikiwanyamazisha hao. Hii mawe afadhali hao wana masikio, unamwambia wanyamaze ni watu kama wengine. Lakini hii mawe hii ikianza kuimba hamtitema na staili zake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jana katika mahali kaambia watu, kwa sababu ya changamoto fulani ilifika mahali ukasema sitapaya. Ulidhani unapigana na mtu, ulidhani ukatalia mtu, haukutani mtu, unakatalia Mungu wako. Na sanduku la agano lilipoenda, baadaye wana wa Filisti walichukua sanduku hilo wakalipeleka mpaka kwenye hekalu lao, wakaliweka mbele ya Dagoni wao, yaani wakisherekea wameshinda. Hawakujua wameshinda binadamu, lakini Mungu hajashindwa. Nasema hata kama atakushinda wewe, Mungu wako hajashindwa. Amen. Hata wakijaribu kukutesa, hata wakijaribu kufanya lolote, wakikuona hata umeshindwa, sikiza, aliye mdhaifu ni mimi, lakini ndani yangu kunaye Mungu. Hautanishinda. Inashinda kwa sababu ya Mungu wako. Mimi mwenyewe ni dhaifu sana. Unaweza fanya lolote. Bwana asifiwe. Unaweza niongea lolote. Bwana asifiwe. Wakamwangalia Musa, Miriam na Harun, wakamwongea vibaya. Oh Musa, oh anajifanya ni kuhani, oh ameoa mke mwingine na Mkushi, oh huyo mtu anajifanya yeye alikuwa Yesu. Mungu akawatokea. Akawaambia, kwani mimi sikujua ni nabii wangu? Sikujua ni mtu wangu? Bwana asifiwe. Ama atakwambia sikuona aliyofanya. Bwana asifiwe. Akasema nabii wote wataongea nami kwa maono na vingine, lakini Musa anaongea naye uso kwa uso. Maana huyo, sikiza tena, anasema katika watu wote yeye ni mtakatifu. Just imagine, wewe mhukumu, Mungu anakuambia wewe ni mtakatifu. Sasa mimi na wewe mwingine na yule mwingine na Mungu na Musa na mjinga. Mimi muelewa maana jitukana kujifanya mjanja. Na hiyo Musa amemhukumu. Na pia Mungu amesema, mimi na huyo Musa mjanja ni nani? Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo walipochukua sanduku la agano wakaenda nalo. Sasa mmekuja hapo kusema hivi, huenda walichukua vitu zako, lakini kama utamrudia Mungu wako,
vitu hizo zitakuwa moto kama sanduku la agano. Zitaangusha mambo yao kwa jina la Yesu. Mungu akasimama kwa uaminifu kuwaonesha Israeli, mimi ndio mnahitaji msaada wangu, si mimi nahitaji msaada wenu. Usikia, mwanadamu anahitaji Mungu kila anapoamkapo, lakini Mungu bila wewe anaendelea na mambo yake. Aliumba dunia bila wewe, akaumba wanyama bila wewe, walipokuumba haukuwepo. Akakuonesha Israeli ya kwamba sina haja kupigania sanduku langu na agano langu, nitajipigania mwenyewe. Na akaenda kwa Wafilisti, akalipiga Mungu wa Wafilisti, akaliangusha chini. Kila unachochezea mpendwa, kina uwezo wa kuangusha ngome. Ule wokovu unaoshika kwa ahadi yani bila thamani, hiyo ndiyo nguvu inaweza kukufanya ukawekwa juu sana. Walipoacha sanduku la agano na maagano ya Bwana, waliacha ushindi wao, waliacha heshima yao, waliacha utajiri wao, waliacha amani yao, wakafuata miungu ya maabadi ambayo haiwezi kuwasaidia. Naye Mungu akasema, nani utukufu wangu nitaruhusu Wafilisti wauondoe, halafu nitairudisha mwenyewe pole pole, lakini hasara ni kwenu. Ninafundisha haya ili mtu aelewe ni kitu gani anafaa kufanya. Bwana asifiwe. Nikiongea haya naongea na watu wakubwa mno, watu wa maana, watu watawala. Soma Yeremia mlango wa kwanza, nikwambie kitu, mstari wa kwanza. Unacheza, lakini hata adui aliposikia sanduku la agano aliogopa, maana anajua hapo ndani kuna uwezo. Lakini wewe watu wanajua umeokoka, una Mungu mwenye uwezo, halafu kumbe ulimwacha kitambo. Ndio wanatesa. Wewe ni wa maana sana. Isomewe Yeremia 1:1. Maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika nchi ya Benyamini, ambaye neno la Bwana lilimjia katika siku za Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda, katika mwaka wa 13 wa kumiliki kwake. Tena nilikuja siku ya Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa 5. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana na Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Tulia kwanza, nisome tumali kwanza. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia Yeremia, nalikuchagua kukuweka kuwa nabii wa mataifa, maana kabla haujazaliwa nalikujua, kabla haujatungwa mimba kwa mama yako nilikujua, na kabla haujazaliwa nalikutakasa. So wewe uliye hapa na mimi mwingine tunaweza kuteseka na kuhangaika, ni kwa sababu tumejaa kawaida na kusahau